Naam, ikiwa ni siku nyingine tena, natumai kwamba mtazamaji wangu umeshinda vyema ama upo salama pale popote ambapo unatutazama kupitia kwenye runinga yako ya Hefan TV, ukiwa unatufuatilia vizuri zaidi kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni pamoja na Facebook ambayo ni Hefan TV, vile vile kwenye YouTube tunapatikana kama Hefan TV. Ikiwa ni matumaini yangu kwamba tangia tulipokuwa kwenye kipindi chetu cha kwanza wiki iliyopita ja The Lady of Galilee, ulipata kujifunza na kupata mambo mengi ambayo ulipata kufahamu kuhusiana na kundi hili ambalo tulikuwa nalo siku ile katika kipindi chetu cha kwanza. Na leo hii pia nichukue fursa hii kukaribisha kwenye kipindi chetu cha pili ambacho tutakuwa tunasemezana na kundi la wanawake wa The Ladies of Galilee kutoka hapa kwenye kanisa la The Healing for All Nations Kakamega. Kumbuka kuungana nami, nafahamika kama Mnyekenye Edwin. Lakini kando yangu nina wageni ambao nimetembelewa nao siku ya leo, ikiwa tunaye mmoja ambaye tulikuwa naye wiki iliyopita, lakini pia tumeungana na wengine wapya zaidi, maana uliambiwa kwamba kundi ni kundi kubwa ambalo linahusisha kanisa pamoja na jamii. Hivyo basi nichukue fursa hii kuwakaribisha wageni wangu ambao nipo nao leo hii kwenye kipindi ya The Lady of Galilee. Labda tukianzia mkono wangu wa kulia kule mwisho, tuanze kwa utambulisho wa majina. Asante sana kwa nafasi hii. Kama vile mmeambiwa, tulikuwa mahali hapa wiki iliyopita. Tena leo nimefurahia sana kupewa nafasi hii. Nasema karibu. Kwa majina naitwa Linda Sunguri. Nasimama kama pastor, senior pastor, na leo ninafurahia sana kuja kunena nanyi. Natumai mtafurahia. Karibuni. Asante sana. Tukisonga kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mmoja wapo wa wanawake wa Galilaya. Nimefurahi kuwa mahali hapa na nina imani tutabarikiwa sote na Mungu atazidi kutubariki. Okay, kwa majina ni Jacqueline Awino. Jackie. Okay, asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Namshukuru Mungu kwa yote na mtumainia kwa kila jambo. Kwa nini sauti yako ipo chini sana? Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Belita. Kaitazame kamera yetu, na maana naona umetazama kando. Mimi pia ni mmoja wa wanawake Women of Galilee. Niko na imani kwa hii kikundi ambayo tumeanzisha, tutajifunza mengi, tutahimizana mengi. Kama wanawake tutaweza kusaidiana mengi. Okay. Mimi ni mmoja wa wanawake of Galilee na nasimama kama nasimama kama deaconess, nasimamia kikundi cha Malemba. Kwa majina naitwa Belita. Asante sana, wewe tutakuita Beli. Mimi nimefurahia sana kukutana nanyi ama kutangamana nanyi tena kwa mara nyingine, na kwa wageni wetu tunawakaribisha sana, maana mimi na Pastor Linda si tumekuwa wenyeji. Maana sisi tulikuwepo awamu ya kwanza na pia awamu ya pili bado tupo. Hivi natambua kwamba nyinyi wote mnafahamu kuhusu imani. Yes. Nadhani kuna yule ambaye katikati yetu hamna yule ambaye hatambui imani nini. Hivyo basi mtazamaji, pale popote ambapo unatutazama, kumbuka kutufuatilia kivyo vyote vile kupitia mitandao ya kijamii. Hii ni episode ya pili ya The Lady of Galilee, tukiwa tunakujia mbashara kupitia runinga ya Hefan TV. Na vile vile ukiwa una maoni ambayo ungependa kuzungumza nasi, unaweza wasilisha maoni yako kupitia nambari ya simu ambayo inaonekana kwenye kiwambo cha runinga yako, na itakuwa ya baraka na yenye kupendeza. Kumbuka leo, kama nilivyokuwa nimewataarifu, mada yetu tunazungumzia imani na utambulisho. Yes. Hivi kila mmoja kati yetu anajitambua? Ukiambiwa sema kitu kujihusu, unajitambua? Okay. Tukianzia kwake Pastor Linda, labda utuelezee imani ni nini kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu, imani ni ile kitu ambacho unakitamani, unakitarajia, lakini hauna, but uko na ile imani utakipata hicho kitu. Amen. Yes. Na utambulisho?
Mi nina utambulisho wangu nina imani kwa kila jambo. Kwa kila jambo ndio kitambo lifanyike, natambua kwamba inawezekana. Okay. Yes. Labda tukija kwako Jackie, kufuatia utambulisho ambao tumepewa na Pastor Linda concerning imani na utambulisho, unaweza tofautisha ya mambo mawili? Hakuna tofauti sana. Lakini kwangu imani ni ile vile tu dadangu amesema hapa, ni ile kitu unatarajia ama kitu unaomba ifanyike, na unaamini ya kuwa itafanyika, na hiyo kitu itafanyika. Hivyo ndo naona imani kwangu inamaanisha hivyo. Na utambulisho kwako? Utambulisho sasa, ukishakuwa na imani lazima kuwe na matendo ama vitu vifanyike kwako. Hapo ndo utambulisho, vitu vimefanyika. Hapo ndo utajua kwamba hii imefanyika kwa sababu ya imani. Dada yetu, nawe tukija kwako, unaweza tupa mfano mmoja hai kwenye Biblia ambao mmoja unaashiria imani na mfano mwingine ambao utatupa uashirie utambulisho? Bwana siwe. Upande wangu ninaweza sema, pasa sauti kidogo, ongeza sauti yako. Alafu shika kipasa sauti vizuri, kama mtu ambaye kidogo ana nguvu. Upande wangu naweza sema kulingana na imani. Imani unaweza kuwa unatarajia jambo fulani ama una maono ya kufanya kitu fulani. So hiyo kitu nataka kufanya lazima ukuwe na imani. For example, uko na imani, unataka ufungue biashara kubwa na huna pesa. Unataka ujenge nyumba kubwa na huna, hata hujaanza. So imani yako, demo unaomba, demo unaamini sana, Mungu anafungua. Alafu kupitia kwa utambulisho, mimi najijua mimi ni nani. Yafaa nianze na mimi mwenyewe. Nijitambue, for example, najitambue mimi ni Belita, mimi naweza fanya hii na hii na hii. Kitu fulani naweza fanya, ingine siwezi fanya. So for example, najitambua. Utambulisho ni mtu tu jijue wewe ni nani na nini unaweza fanya kulingana na utambulisho wako. Kulingana na utambulisho. Hivi kuna kati yetu ambaye anaweza tupa mifano kupitia kwenye maandiko matakatifu, moja iashirie imani na mfano mwingine uashirie utambulisho? Ukiangalia katika Biblia kuna Abraham na tunaambiwa alikuwa baba wa imani. Amen. Huyu Abraham kuna mambo mengi Mungu alimpromise. Hadi akamwambia hama utoke hapa uende kule. Imagine saa hii wewe umejenga, umefanya hivi, alafu Mungu anakuambia Pastor Linda, nataka uhame uende kwa nchi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni imani. Alafu kweli vile Abrahamu alihama, yale ambayo alikuwa anatarajia, yale ambayo alikuwa promise, kwa sababu ya imani yake alipata. Amen. Yes. Na mfano ambao utaashiria utambulisho, ukienda katika kitabu cha Waibrania, Waibrania 11, tutaanzia 1, nitakuwa naruka. Sasa tunaashiria hapo kwa imani. Tunakuja, Biblia inasema kuanzia mstari wa kwanza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tukiteremka chini inasema, kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinaonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Alafu wanasema mfano ni Habili, Henoko na Nuhu. Mstari wa 4 inasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa
alikuwa ana haki na Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Yes. Asante sana. Sasa tusonge mbele na mazungumzo yetu ambayo tunazungumza kuhusu imani na utambulisho. Labda tukija kwako dada Jackie, ni lini ulifahamu kuwa wewe ni binti wa Mungu, na ni wakati upi Mungu alikudhibitishia hili, na ilikuwa ni kwa njia gani? Labda Mimi, hebu rudia tafadhali. Ni lini ulifahamu kwamba wewe ni binti wa Mungu? Nilifahamu wakati nilikuwa napitia magumu. Vile nilikuwa napitia magumu, nikahisi kuwa Mungu anataka nimtumikie. Vile nilihisi kuwa maybe haya magumu yataisha kwa kutumikia Mungu, na hapo ndo nikaanza kujitambua, nikasema mimi simtumikii, nikaanza kumtumikia, kwenda kanisani, kusoma neno, kuomba. Sikuwa naomba. Hapo ndo nilianza kushika njia ya kuwa mwana wa Mungu. Asante sana. Na labda utuelezee ni njia gani ile ambayo ulipitia ndio ukafahamu. Unajua umetuambia ulianza kutumika, lakini hujatuambia ni njia gani hapa katikati, ni kipi ulisikia hapa katikati ndipo ile imani ikaingia ukasema kwamba mimi ni binti wa Mungu? Kwanza mimi nilikuwa nadhani kuishi bila Mungu kitu yote inaweza fanyika. Lakini nilipoanza tukasonge kwa dada yetu hapa, naye atueleze labda ni lini alifahamu kuwa wewe ni binti wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Mimi kufahamu kuwa mimi ni binti wa Mungu, ni changamoto za maisha ndio zilichangia. Na labda ni wakati upi Mungu alithibitisha hili kwako? Wakati ambao Mungu alithibitisha hili kwangu, naweza tumia mfano wa nyumbani kwetu. Kutoka tuzaliwe, maisha yetu haijakuwa yale mazuri sana. So ilikuwa ile maisha ya vita. Mnawindwa kila kona, kila upande. Sasa hapo mostly mama yetu angekimbilia maombi ama fanyeko nini. Yaani imani kupitia kwa maombi, imani yake ilikuwa inatuvusha kwa mambo yenye tu kutarajia tungevuka. Sasa from there tukagrow tukijua kwa kila jambo lazima tutangulishe Mungu. Asante sana. Okay. Nasema wewe ulisukumwa na familia. Twende kwa Pastor Linda. Unajua wachungaji kidogo mna hadithi ndefu kidogo, lakini tunatumai utaifupisha. Na wewe labda ni vipi ulifahamu kuwa wewe ni binti wa Mungu, na labda Mungu alithibitisha hili kwa njia gani? Amen. Kuna wakati nilipenda dunia na nilikuwa najua hata Mungu hawezi kubali mtu kama mimi. Lakini mzazi mama kuna wakati aliomba, kuna wakati alikuwa anataka wampatie tu transfer mahali. So alikuwa naomba sana, na mimi nilikuwa naona ni kama anapiga kelele. So wakati alikuwa naomba, hadi mimi nilikuwa nafunga hivi masikio. Sikuwaijua hata pia mimi nitafika hapo. So aliomba tu na ikapita kama mwezi mmoja, hakika aliitwa hiyo kazi. So alinifuatia ile moyo, nikasema kumbe ukiwa ndani ya Yesu anakubali na anafanya. Hiyo ndio ilifanya nikaamini. Yes. Alafu kuna swali lingine ulikuwa umeuliza, labda Mungu alithibitisha vipi?
kwamba wewe ni binti yake. Sasa kupitia hayo kuna ndoto nilikuwa napenda kuona. Na hakukuwa na mtu atakaye tafsiri. So kulikuwa na one of the pastor alikuwa anapita tu nyumbani. Akajaribu kutafsiri hiyo ndoto. So nikasema kumbe naweza kubalika. Kwa maana kuna maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Nikasema si mimi nimpokee huyu Yesu, kwa sababu naona ukikuwa ndani yake kuna vitu zina flow tu. Sasa hapo ndio nilijaribu, nikaenda kanisani, nikaona pia nakubalika. Nilidhani sitakubalika, lakini nikajua kumbe pia Mungu anakaribisha. Kwa sababu nilikuwa najiona kama sifai, haifai nikae hapo, haifai nifanye nini, but nikajua kumbe naweza kubalika. Yes. Labda hili ni swali kwako tu. Labda ulipopokelewa na ile familia kanisani na vile imani yako ilikuwa inakwambia, yes, labda ulihisi nini kichwani mwako? Nilihisi kana kwamba pengine utakwenda mahali pale ujaribu kuambia mchungaji kile ambacho umepitia, aseme wewe hatukutaki hapa. Yes. Lakini wakati nilienda ni kama pia nilikuwa na ile inaitwa shauku. Yaani walikuwa naona pia mimi na vile wanaomba pia mimi yani ni kama nilikuwa nafuata jinsi wanafanya. Na wakafurahia, wakasema huyu alikuwa mtu wa kanisa lakini adui alikuwa amempoteza. Okay, bado narejea kwako. Yes. Kutoka kanisani ukienda nyumbani. Yes. Labda kuna kale karoho kalikufuata kakakuambia usirejee kule, ama we mambo yalienda sawa sawa tu siku ya kwanza? Ilikuwa kwa sababu pia nilikuwa na marafiki. Sasa wengine wakiona hata nimetoka kanisani, wakiona nimeenda kanisani, wanajaribu kukukejeli. Wanajaribu kukukejeli, ile kukufanyia jokes. So unajiuliza nirudi ama nisirudi? Yes. Okay, na mtazamaji, natumai unazidi kutupata kwa njia iliyo ya shwari na mambo hapa yanakuwa ni mazuri zaidi. Unavyosikia, hiyo ni hadithi yake Pastor Linda, lakini kuna siku ambayo tutakuja kusemezana naye atupe story yake yote mwanzo mwisho, lakini kwa sasa hivi amekupa just a brief. Hivyo ni vizuri uweze kufuatilia vipindi vyetu kila siku ili kunufaika na maongezi kama haya. Labda nyinyi wote mnafahamu kuhusu uongo. Yes. Labda nikiwauliza, tukianza na dada yetu Jackie, ni uongo upi uliwahi kuamini kabla ya kufahamu Kristo, na ni neno lipi ambalo liliondoa ule uongo? Kabla nimfahamu Yesu, labda watu walikuwa wanasemaje kuhusu Kristo, ambaye ilikuwa inasema inafanya mpaka wewe unaona kumtafuta Kristo sio kitu cha maana sana? Uongo nilikuwa na ufahamu walikuwa wanasema kuwa Biblia ni kitabu tu. Biblia sio, walikuwa sana sana wanauliza kuwa Biblia kwani iliandikwa na nani? Walikuwa wanasema ni kitabu tu kiliandikwa na mwanadamu wa kawaida. Nawe uliaminije kwamba ni kitabu tu? Sasa niliamini vile kusoma maandishi yake yanaonyesha maisha tunaishi, na yanaonyesha, yanabadilisha pia maisha. Neno hubadilisha. Kama na labda nini kilikuja kwako, kiliingia akilini mwako kikabadilisha mtazamo huu wa kusema kwamba hiki si kitabu tu bali ni kitu fulani cha maana hivi? Sasa walipokuwa wanasema Biblia ni kitabu tu, nami nikasema acha nisome sasa. Vile nilianza kusoma, hapo ndo nikaanza kujua hii si story tu. Hii ni mambo ambayo hufanyika katika hii dunia. Na pia ni himizo kwetu sisi wanadamu. Inatuhimiza hivyo. Okay, labda umesema ulipoanza kusoma tu. Unajua kuna watu wengi huku nje, hasa kina mama na kina dada ambao wanakutazama sasa hivi ama wanakusikiza sasa hivi, wanasema kwamba kusoma Biblia ni kazi ngumu sana. Unaweza kufungua Biblia ukaiweka pale ukaanza kusoma na mwisho wa siku ukajipata hujasoma chochote.
labda ulitumia njia gani kusoma Biblia na kuielewa? Ni kuwa tuna kuomba na kuzoea kuisoma. Na ukiona unasoma Biblia unaanza kulala, badala ya kulala heri tu uombe sasa. Uombe na uambie Mungu akufungulie njia, akupe nguvu na akufungulie mawazo ili uweze kuona Biblia ni kitu cha maana. Kwa sababu Biblia inafunza na inatuhimiza. Bila neno hatutafunguliwa kimaisha ama hata akili. Okay. Asante. Labda Pastor Linda unaweza saidia yule kuongezea kwa yale ambayo amesema, unaweza saidia yule ambaye ni mama ama msichana pale nje ambaye amekuwa akitamani kuifahamu Biblia ama kusoma Biblia, lakini anapofungua Biblia yake usiku anasoma mistari miwili kisha anasinzia. Ataamka pale saa 6 za usiku anasema siku imeenda hivyo na anaenda kulala. Kesho yake akiamka anasahau ni mambo mengine. Mimi nilifundishwa na mchungaji kwa sababu pia amekuwa na ile mazoea mwaka inapoanza yeye huwa anasoma Biblia. Sasa na mimi nikamuuliza wewe unasoma namna gani? Hizi Biblia zimegawanyika, kuna ile New Testament, Old Testament, kuna ile historical books. So akaniambia ukisoma Old chapter 1 unaruka 1 unakuja unasoma hii ya historical, unaruka 1 unakuja unasoma New Testament, you balance. Yes. Okay. Ama kama umeshindwa sana kuna ile neno ambalo unasikia ama huwa mnapenda vile huwa mnapenda kufuatilia mtandao, kuna verse tu unaweza pewa and then unaanza tu ku work on that verse. Kama hata ni verse 2 ama 3 wewe isome tu hizo 3 alafu ujaribu kuifikiria. Huwa napenda jinsi mtumishi huwa anatu direct, anatumia verse wakati wa maombi, anatumia verse. Sasa ukiona umeshindwa kusoma, anza kutumia hiyo verse sasa kama maombi. Okay. Yes. Utataka kujua more. Okay. Sasa ile utakuwa unaomba utataka kujua more. Asante sana. Yes. Natumai kwamba yule ambaye amekuwa anatamani kusoma Biblia na akisoma anasinzia, kuna jambo umelifahamu pale. Kuna jambo umelisikia. Yes. Natumai litakusaidia ukiliweka maanani. Amen. Labda tukirejea tu kwako bado. Yes. Nawe labda ni uongo upi ambao uliwahi kuamini kabla ya kumfahamu Kristo? Uongo ni nyingi. Kwanza hii unaona watu wanaombewa wakiekelewa mkono. Alafu mapepo yanalipuka. So unasikia mtu anasema anatumia majini, anatumia nini. Hata Yesu Kristo Mafarisayo walipoona vile alikuwa anaponya watu, walikuwa wanasema huyu mtu si mtu wa kawaida, huyu mtu anatumia mapepo. Sasa mimi niliamini tu hivyo. Nikasema kweli kuna kitu fulani wanatumia. Lakini nilipoingia katika Yesu nikajua pia kuna andiko nasema amewapa uwezo ya kukanyaga nyoka na nge, ya kufukuza mapepo. Nikajipata hata mimi siku moja naombea mtu na kalipuka na hayo mapepo. Nikajua kumbe ilikuwa uongo. Na wewe labda uliwahi sambaza uongo kabla ya kumfahamu Kristo? Uongo yenye tunasambaza ni ile ya kusema hatuwezi anza kumtumikia Bwana ati kama tungali wadogo. Hiyo hata mimi nilikuwa naamini hiyo, nasema hata mpaka wa sasa kuna mayouth wanasema hawezi tumikia Mungu wangali wadogo. Hiyo ni uongo yenye hata pia mimi nilisambaza, nasema bado wewe ni mdogo, ngoja ukuweko kwanza, acha kujidanganya. Na hiyo uongo mpaka saa hii kama mwezi ongelesha vijana. Yaani ukiingia katika wokovu alafu uone hiyo age yao mpaka unatamani, unasema I wish hii wokovu ningeipata hiyo wakati. Unaona? Kwa sababu ukiingia ndani ndio unaanza kuenjoy. Lakini ukisikia tu hiyo uongo sasa hiyo ndio mimi pia niliisambaza hiyo. Na kumbe Yesu pia alitumikia Mungu kama yuko mdogo. Alianza na
miaka 12. Si ni ukweli? Yeah. Okay, asante sana. Asante sana. Tusonge kwako dada yetu, nawe pia ukaweze kutuelezea kuhusu ule uongo ambao uliwahi kusikia kabla ya kumfahamu Kristo ama kulifahamu kanisa. Kakishike kipaza sauti vizuri. Haya, tuambie nawe uongo wako uliusikia upi, ama uliwahi kumdanganya mtu nini kabla ya kumfahamu Kristo? Kabla ya kumfahamu Kristo, uongo zilikuwa mingi. Ungeambia usiende kwa nani, yeye anatumia nini kuomba. Usifanye hivi. Weka tu usiendenge kanisa, watu wanatudanganya hawa. Lakini nilipokaa nikajipata ndani ya wokovu. Niliamini yenyewe kweli mtu hakutaka au huyo mtu ani hiyo uongo wako anataka tujue ile utamu wenye uko ndani ya Yesu. Okay. Sasa nataka nikupe mtihani kidogo. Umekutana na mtu kule barabarani, wewe ni Mkristo, una imani, unamfahamu Yesu. Akuulize swali, Yesu ni nani? Utamwambia nini? Utamwambia Yesu sauti kidogo. Yesu ni mwana wa Mungu. Ambaye alikuja kutukomboa sisi wanadamu. Kwa maelezo hayo, mfano ningekuwa mimi nimekuelezea hivyo, ungeridhika? Ungeridhika nayo? Okay, asante sana. Tunatumai kwamba mambo yanaendelea vizuri kabisa. Ametuambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ambaye alikuja kutukomboa. Asante sana. Labda sisi ni binadamu na mara mingi tunakosea. Labda wewe ulishawahi kukosea katika Ukristo, na ni njia ipi ulitumia kurejea kwa Mungu bila ya kuokopa wale ambao walikuona? Labda ulitenda hiyo, labda ni kitu ulitenda in public, ama ulitenda mbele ya mtu mmoja akaona, na kisha pia yule mtu ni Mkristo mwenzako. Labda ni njia gani ulitumia kurudi kwenye kundi la Ukristo bila ya kumhofia yule? Njia nilipogundua nimekosa kwa njia nilipogundua nimekosa hadharani, mwenyewe nilinyenyekea, nikaomba msamaha. Nilitubu ndio nikaomba msamaha kwanza. Asante sana. Labda tusonge kwa dada yetu naye atuelezee, labda umewahi kukosea kama Mkristo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimewahi mkosea, nimewahi mkufuru Mungu mara kadhaa. Wakati sana inakuanga hivyo wakati uko na matatizo ama wakati unapitia shida. Labda na wish kusikia hiyo story, ilikuwaje ukakufuru Mungu? Ilikuwaje? Labda nini kilitendeka mpaka ukasema mimi na Mungu basi, yeye aende njia yake, mimi niende yangu? Kama mfano wako, utumia tu wako ule ambao kilichotokea kwako. Wakati nilikuwa natafuta ndoa. Wakati nilikuwa natafuta ndoa, nilikuwa nakutana na watu wako serious. Yaani tuseme hivyo ndio ilinitokea. Na nilikuwa nimeomba Mungu nipe mume. Lakini sasa nikaanza kusema, Mungu, mbona kuomba unipe mume na unanipatia watu wa kunichezea, watu wako serious? Nikamkufuru, nikasema hata hiyo kanisa siendi, na hata siombi. Ikawa hivyo, nikakaa. Lakini tena after kuacha hivyo nikaona hapana, kwendi poa. Nikasoma Bible, nikasema tuzidi kuomba, tusikate tamaa. Maana Mungu ametuambia kwamba anatutengenezea kitu kizuri. Anasema tukiomba tukue na imani atatufanyia zaidi ya tuombavyo. Hapo ndio nilianza tena kurudi polepole kwa Mungu, kanisani.
hivyo hivyo mpaka nikafunga na kuomba, ndo nikapata sasa mume mzuri sasa. Ilikuwa hivyo. Asante sana kwa hadithi yako. Labda tukienda kwake Pastor Linda, naye kwake swali ni tofauti kidogo. Umewahi kujaribiwa kiimani? Mara nyingi. Labda tunataka ile moja nzito ambayo kuna ile jaribu paka ukasema ile wakati sasa umeingia kwa wokovu. Ikawa siku moja tumeenda ushirika. Ilikuwa tu katika kanisa. So sinikwambia nilikuwa na marafiki wabaya. Na hao marafiki walikuwa wanasikia nimeokoka, lakini bado waamini. So sasa ile unatoka tu ushirika umejazwa, yani unasema tu ni Mungu pekee. Rafiki anakuita. Anakuita, si ndio? Lakini vile anakuita ni mahali pa kileo. Unajua hiyo ni majaribu. Lakini sasa wewe unasema hata kama nimeenda hapa kwa kileo, acha nikunywe soda. Lakini amani, sikukuwa na amani. Sikukuwa, hata kama sikukuwa na kunywa hiyo, lakini na feel tu hapa hakuna amani. Yaani nilikuwa naona tu ni kama kwanza, mara kwanza niliangalia kando, nikasema mama mwenye tumekuwa nao tukitoka nao shirika, kuna mwenye ameniona? Hakuna. Si ndio? Lakini nikakumbuka kuna mmoja ameniona. ambaye ni Mungu. Sasa ilinisumbua sana. Ilinisumbua hata niliogopa kwenda ushirika hiyo ingine. Nikaona tu nikienda tena hao mabeste wataniita. Lakini nikaenda tu mbele za Mungu, nikaambia tu Mungu nisamee. Nilikuwa nimesema sitakanyaga mahali kama hapo. Lakini sasa hao marafiki, na nikaambia Mungu niondolee hao marafiki wabaya, unipatie wale wazuri. Na akatenda. Yes. Okay. Asante sana. Lakini hujatuambia ulivyoenda kule, labda ile kileo hakikukuvutia ukasema acha nijaribu mara moja? Achana na hiyo. Kuna ingine tulikuwa tunapewa, hii inaitwa meza ya Bwana. Na ilikuwa sasa hiyo ni kanisani. Na ilikuwa hiyo mnaitaje? Wine hiyo ya kanisa hiyo. Sasa ile ninakunywa, akili inaanza sasa, unaanza kutamani sasa urudi. Unaona kitu kama nasema hamu ya pombe ilikuja. Lakini ile nyingine ile nilikuwa na, yani unajishuku kabisa, yani unajaribu tu, hata sikuwa na amani. Nilikunywa, lakini sasa hao marafiki pia wanacheka. Wanasema uko sure. Na mimi nawaambia Mungu atawachoma chenye mmefanya. Mungu atawachoma sana. Labda ile wine baada ya kuinywa haikuwahi kuvuta, haikusukuma ile siku ukasema nilienda nikamwambia mchungaji we niombe. Niombe. Kama nimetoka Misri, mimi nimeshatoka. Sitamani tena. Asante sana. Asante. Natumai kwa yule mama ambaye pia aliwahi tokea ama yuko ile sehemu, unasikia vile mchungaji alitoka ile sehemu. Nikizungumzia ile sehemu, nazungumzia sehemu ya ulevi. Kwa kule alitumia, lakini baadaye Mungu aliweza kumuokoa na mambo yanayohusiana ama yanayoendana na ulevi. Na baadaye sasa hivi ni mchungaji hapa na anatuhubiria, tunabarikiwa kila siku, anatuombea na tunapata baraka. Pia wewe ni vizuri kama mwanamama, kama msichana pale nje ambaye unatutazama, ni vizuri ukaamua kuitafuta ama kumfuata Mungu. Na labda tukija, ili ni swali kwako. Yes. Hii kauli inaitwa faith over fear. Kwako inamaanisha nini? Faith over fear? Imani juu ya uoga ama imani juu ya uoga? Kwanza uoga ni dhambi. Na uoga ni ya shetani. Wapendwa, hata ukitaka kitu fulani, uoga imefanya yani watu wana lose vitu mingi sana. Hata wale wenye wanaendanga courses fulani, kama tuseme udaktari. Wewe umetamani kuwa daktari, lakini ukipata mtu anakuexplainia like ukienda kule kwa daktari watakupeleka mochari. Na ni ukweli, watu wanasomea kwa mochari. So unapata mwingine akisikia hivyo, anaachana na hiyo course, anasema kama ni mambo na mochari siwezi enda.
Lakini imani, Mungu anapenda imani. Na huwa anaenenda na wale watu ambao wako na imani. Ukikuwa na imani, mambo itaenda sawa. Lakini ukiwa na uoga, utapoteza vitu vingi sana. Asante. Yes. Tuje kwako dada Jackie. Amen. Faith over fear. Kwako, kwa mtazamo wako, sio wa Pastor Linda, sio wa dada yetu hapa na wala sio wangu. Hii kauli ina maana gani kwako? Kwanza, imani na uoga haviendani kabisa. Ukiwa na imani na uko na uoga, hiyo kitu unataka kwa imani hakitafanyika. Sasa inafaa ukiwa na imani utoe pia na uoga, usiogope. Unaweza kuwa unataka, uko na imani unataka kuanzisha biashara, lakini uko na uoga, hiyo biashara haitaenda ama haitainuka. So ufai kuwa na uoga, kwa sababu ukiwa na imani uko na Yesu, na ukiwa na Yesu kila kitu itafanyika. Sasa ufai kwanza, kama uko na imani, achana na uoga kabisa, juu aziendani, ni opposite kabisa. Sasa wewe ni kuwa kama ni biashara, sema hii biashara nataka kufungua, na kwa jina la Yesu itafanikiwa na itainuka. Kwa mtazamo wako ambavyo nimeusikiza vizuri, imani umeieleza as a risk. Unakuwa kama risk taker. Unajua mtu risk taker ni mtu anajaribu kitu akitarajia either nitapata ama nitakosa. Labda mfano ama nikuulize swali hili. Umesema una familia. Leo hii Mungu akwambie kwamba nataka uiache familia yako, utoke pale ambapo upo hapa Kakamega, uende uanze kutumika sehemu za Isiolo. Una imani utaenda? Kama ni sauti ya Mungu. Nimesema sauti ya Mungu imekujia. Nimesema kwamba wewe uko hapa Kakamega, una familia, una watoto, una mume. Na ikwambie kwamba nataka utoke Kakamega uende Isiolo, uende utumu kule, na labda siku ya kurudi haijulikani. Labda utakaa mwaka, mwezi, miezi 6, miezi 10, haijulikani muda ambao utakuwa kule. Una imani utaenda? Na hujui mtu yeyote kule. Nitaenda kwa sababu ni utumishi wa Mungu. Uko sure? Nitaenda. Okay, asante sana. Amesema kwamba yeye yupo tayari. Tuje kwako dada yetu. Imani dhidi ya uoga, faith over fear, ni kauli ambayo ipo na inasikika kila siku. Kwako ina maana gani? Imani na uoga naweza kuwa mimi nilikuwa hapo hivyo. Before nikuje hapa before nikanyage hapa healing nilikuwa muoga. Ungekuja unishtue na neno, nitatetemeka, roho itaanza kwenda mbio. Lakini nilipofika hapa healing niliachana na uoga, nikasimamisha imani. Labda ni njia gani ulitumia kuacha uoga? Labda kuna dada pale nje anakusikiza na ana uoga. Labda ni njia gani ulitumia ama ulifanyaje ukapata ule uoga umekutoka? Upande wangu uoga kunitoka, nilitumia maombi. Niliamini sana na Mungu akanitendea, akaniondolea hiyo uoga. Juu ilikuwa imenifikisha point yenye hata siku ingeisha, ungenishtua hiyo siku ingeisha mimi ni mgonjwa juu nimeogopa. Lakini niliposimama imara, nikaomba sana, nilijipata nimetoa hiyo uoga, nikabaki na imani. Asante sana. Dada yetu anatuambia kwamba maombi ndio silaha pekee ambayo inaweza kukuondolea uoga. Labda tukiendelea mbele na mazungumzo yetu, turejee kwake Pastor Linda, naye atueleze hii, kwa nini ni muhimu Mkristo kuwa na kanisa au familia? Kwani mtu mmoja hawezi kuwa Mkristo kivyake. Katika kazi ya huduma tunahitajiana na yafaa tushikane. Hata ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 18:19
inasema tunaposhikana wawili watatu, basi Bwana atakuwa mahali pale. So tukikuwa pamoja pia sauti yake inasikika, lakini ukikuwa mmoja hivi hata iwezi. Yes. Unaposema ile kauli ya kwamba tukishikana wawili watatu kuna ile kauli ambayo vijana huwa naitumia, tupo hapa, Mungu yuko nasi, lakini wanasema ni kwa jina la Mungu. Tunapokusanyika wawili watatu kwa jina langu, yes, basi Mungu atakuwa katika. Ile ni kauli ambayo vijana huitumia tofauti. Kienda kwa vijana, usiposema kwa jina langu, wanaigeuza. Oh yeah. Tunapokuwa kwa jina la Yesu, uwepo wake inakuwa mahali pale. Labda tukisonga kwako dada yetu, labda swali ndogo tu hapa. Umekuwa kwa kanisa ama umekuwa kwa wokovu kwa muda wa miaka mingapi? Sasa hivi ni miaka, niliokoka 2022. Sasa hivi tuseme ni miaka 4 hivi. Miaka 4. Unadhani ni changamoto zipi hapa, ni vitu gani ambavyo kina dada wanapitia makanisani ama kwenye wokovu? Changamoto zile ambazo kina dada wanapitia katika Ukristo ama safari yao ya wokovu. Maana kwa hii miaka 2 mitatu ambayo umekuwa katika Ukristo, kuna vitu ambavyo umekutana nazo ambazo kama mwanamke ama kama dada umekuwa unapitia ndani, ambazo pia unaona ni changamoto ambazo kina dada wenzio wanapitia makanisani ama wanapitia katika wokovu. Kama acha niseme sisi wanawake tunapenda kuomba. Sasa changamoto ya tukishaomba hivyo tunataka majibu haraka, ambapo tunafaa tungoje majibu yetu, inafaa tusiyategemee hivi karibuni, ama kwa sababu Mungu wetu hawai wala hachelewi. Hiyo ndio tukiwa kanisani kama si wanadada. Tunaomba lakini hatutaki kungoja. Okay. Nawe tukija kwako, changamoto moja labda labda umekuwa tuanzie hapa. Umekuwa kwa wokovu kwa muda wa miaka mingapi? Nimekuwa kwa wokovu kwa muda wa miaka... Sauti kidogo. Nimekuwa kwa wokovu kwa muda wa miaka 3. Miaka 3. Labda unadhani ni changamoto ipi ambayo kina dada hupitia kwenye wokovu? Changamoto ambazo tumepitia upande wangu. Nilipookoka nikamjua Kristo, nikaamua kuachilia kila kitu. Kila time nikaamua sasa ni mimi tu na kanisa, mambo mengine nimeka kando. So changamoto ambazo nimekuwa nikipitia kupitia kwa hiyo wokovu, muda mchache babangu alikuja akafungwa. So kufungwa, nikikuja church, nikirudi penye nakaa wananiambia na penye unaendanga hawakusaidi. Wangekuwa nakusaidia si babaka angekuwa ametoka. Asa wanakukwaza, unapata umerudi nyuma. Nilirudi kwa nyuma, nilikaa kwa nyumba karibu miezi 3-4. Nikasema hapana. Hata kama ni hivyo, wakati wa Mungu bado. Asante. Asante sana. Labda tukirudi kwa mchungaji, tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu, labda nawe kuna changamoto ambayo unaona kina dada wanapitia changamoto ipi katika safari ya imani? Changamoto ni mingi. Hasa wale wakina dada ambao wako kwenye ndoa. Unapata saa zingine unataka kuomba. Hapo ndio penye mume amekukwaza. Hata uwezi soma hiyo Biblia. Inakuwa challenge. Changamoto ingine ni wanasema wanawake hatuwezi hubiri. Wanawake, yani hiyo kitu ya wanawake sijui tunafanya nini, hatuwezi kusimama katika madhabahu. Changamoto ni mengi tu. Okay, unaweza pata hata wengine uliwawekelea mikono na ni hao watu ndio wanakunyoshia vidole.
ni hao watu ndio wanataka wakuangushe. So changamoto ni mingi. Asante sana. Labda nikiomba dakika 3 kwa msalishaji wangu ambaye ananiambia muda wangu umekamilika. Yes. Labda kwa dakika moja unaweza mshauri nini dada pale nje ambaye anakutazama sasa hivi? Dakika moja kwa kila mmoja. Akina dada, mimi kama Linda naweza wasii mumkimbilie Yesu. Kwa Yesu ndio kuna jawabu, na usikose, yani usiwache kumtumikia Bwana. Hata kama unapitia yapi, hata kama umesikia yapi, hata kama umekwazwa na mangapi, mwite Yesu, atakutetea, maana yeye ndio mchungaji wetu. Hakuna anayetuwezesha kama si Bwana Yesu Kristo. Amen. Nawe dada yetu, kwa dakika moja mshauri dada pale nje. Kwangu mimi na washauri dada wenzangu, ni japo mapito yapo, na hayo mapito labda Mungu anataka umtumikie vinginevyo. Kuna tu vile Mungu anakuhitaji pia, vile wewe unamhitaji, hivyo ndivyo Mungu pia anakuhitaji. Tusikate tamaa, tuzidi kuomba, tuzidi kuombeana, tuzidi kutiana moyo. Tusiache kabisa huduma ya Yesu Kristo, kwa maana hautatoka hapo bure na majibu yako yatatokea hapo kwa jina la Yesu. Asante sana. Nawe dada yetu, tukitamatisha kipindi, mshauri dada pale nje ambaye anakusikiza na yupo katika imani. Mimi ushauri wangu tu kwa madada zangu, wale ambao wanatusikiza na wale ambao wanatutazama, tumtazamie Mungu kwa kila jambo. Yeye ndiye amebaki kama kimbilio, kama tegemeo. Bila yeye hatuwezi chochote. Okay. So ni hayo tu, Mungu peke yake ndio mweza yote. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kututazama ama kututegea hapa kupitia runinga ya Hefan TV. Kama kawaida nimekuambia kwamba unaweza tupata vizuri kabisa muda wote kupitia mtandao wa kijamii ambao ni Facebook pamoja na YouTube Hefan TV. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi cha siku ya leo, tutamuomba mchungaji atutamatishie kwa maombi. Kabla tujatamatisha, nawaambieni kesho tuko na kesha kubwa hapa kanisani kuanzia saa 2 hadi saa 11. Wamama, wazee, vijana, tujitokeze. Wanasema ombeni bila kukoma, kesheni mkiomba, mkimtafuta Bwana. Tusipende usingizi, tupende maombi. So kesho barabara ni ya wapi? Kenya Power. Kuja unapita pale ile former Faithbeth, hapo ndio kuna kanisa. Mulete majirani, tunawaalika wote mkuje kwa wingi na itakuwa ya baraka. Karibuni sana. Wacha tuombe. Baba, tunashukuru kwa ajili ya kipindi hii. Baba, umekuwa mwema, umekuwa muweza. Pokea sifa, pokea baraka. Asante kwa kutupatia neema ya kuweza kunena mbele zako, nasi tunakushukuru. Baba, tunapoendelea dadi ukatutie nguvu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ni matumaini yangu kwamba umeweza kunufaika zaidi kupitia kipindi cha siku ya leo. Nimekwambia ni kipindi cha pili cha The Ladies of Galilee. Nakumbuka Alhamisi ijayo tutakuwa tena na wageni wengine na tutazidi kuzungumza zaidi kuhusiana na imani pamoja na Ukristo. Mimi nimekuwa Mnyekenye Edwin, nafurahia sana kukuwa nawe ama kutangamana nawe kila siku kwenye kipindi hiki. Ubarikiwe na uzidi kututazama.